Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Nikukaribishe tena siku ya leo, tutafakari neno la Mungu ambalo linasema, wako wapi wamama, wanawake, mabinti waombolezao? Wanawake waombolezao. Leo neno la Bwana linatuuliza, tuko wapi? Tupo? Tuna ule moyo wa kuomba? Tunaacha kazi zetu kwa ajili ya kumwomba Mungu, kwa ajili ya kufunga? Wako wapi wamama wanaomboleza? Wanawake tunaitwa. Yeremia 9 mstari wa 17 mpaka wa 21. Utasoma tafakari hii na Roho Mtakatifu akufundishe polepole. Najua kuna kitu ambacho utapata cha kujifunza mahali hapa. Amina. Mlango wa 17 anasema, Bwana wa majeshi asema, fikirini ninyi. Tufikiri, watu wote tufikiri mabaya yanayotokea katika ulimwengu huu. Tufikiri, tupate muda wa kutulia. Tufikiri, tutafakari ni kwa nini, sio bure. Akasema, waiteni wamama waombolezaji, watuombolezee. Yamkini kuna mahali ambapo hatukusimama katika nafasi zetu. Mstari wa 18 anasema, waharakishe, wahimize, waje watuombolezee, macho yetu yapate kutoa machozi, lakini kope zetu zikapate kutiririka maji. Kumbe kuna namna ambayo huwezi ukaomba pasipo kulia. Mpendwa, ukipigwa sawasawa, ukipitia mahali pagumu sawasawa, hautaomba kwa namna ya kawaida, hautalia kwa namna ya kawaida, hautafunga kwa kawaida, utalia kwa uchungu. Utaenda yamkini hata kwenye pembe ya nyumba, unakaa, unatulia, unatafakari, unaomba, unaomboleza, unafunga, unajijima kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya magonjwa, kwa ajili ya nyakati ngumu ambazo kwa kweli ni ngumu hasa. Tukiangalia vita vinavyoendelea, kuna watu wasiojua hata dhambi, lakini wanakufa katika vita. Tunaangalia wazee hawana nguvu za kukimbia, wanakufa katika vita. Tunaona watoto wachanga wanakufa katika vita. Nani atakayezuia roho ya mauti kama sio mimi na wewe ambao tumeitwa kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya kuomboleza? Tufunge. Kuna wanaofunga siku 100, siku 70, siku 40, siku 3. Wewe funga kadri ambavyo Roho Mtakatifu atakavyokuongoza, ili janga la roho ya mauti kapate kuondoka katika maisha yetu. Pasipo kuomba na kuhakikishia hatutaweza. Mungu mwenyewe amesema, wako wapi wamama waombolezao? Wawaite, tuwaite. Hapa tunahimizwa na tunahimizana. Mwite jirani yako, rafiki yako, mwambie tukaombe. Na wababa, tunavyoona wamama wanaomba kwa ajili yetu sisi sote, hii roho ya mauti ikapate kuondoka katika maisha yetu. Haleluya! Kwa hiyo tuwape muda. Mko ofisini, mwambie mke wangu, kimbia, hebu kaombe kwa ajili ya taifa, omba kwa ajili ya watoto wetu, omba kwa ajili ya kazi zetu, omba kwa ajili ya imani zetu, na Mungu atasikia maombi yetu. Haleluya! Kwa nini tunaambiwa tuombe? Mstari wa 21 hii Yeremia 9 anasema, mauti imepandia madirishani. Mungu ameona mauti ikipandia madirishani. Haikupita katika mlango ili tuione, ilipita katika njia za upenyo, njia za siri, kwenye giza. Wakati tumejisahau tukaishi maisha ya kawaida, ndipo roho ya mauti ilipata nafasi ya kuingia katika maisha yetu, katika familia zetu. Leo tunalia, vijana hawana adabu, watoto hawana adabu. Kwa nini? Roho ya mauti iliingia pasipo sisi kujua. Leo ndio tunaona kwamba mbona vijana wanaangamia? Kumbe roho ya mauti ilishaingia siku nyingi, na tunaishi nayo ndani yetu, katika familia zetu, katika makanisa yetu. Tabia zimebadilika, roho ya mauti. Leo tunakumbushwa tuombe. Tuombe wamama, tuombe, tufunge kweli kweli. Haleluya! Anasema hii roho ya mauti imeingia majumbani mwetu, inakatilia mbali watoto wetu. Nguvu yetu ambayo tumewekeza kwa watoto itapotea, na inapotea, hakuna faida. Leo tumeambiwa tuombe, tufunge, acha mzaha. Anasema imeenda mpaka njia kuu. Njia kuu ni sehemu ambako hakuna tumaini, watu wamekata tamaa. Iko njia kuu inasubiria watoto wetu pale, vijana wetu, ipate kuwaangamiza. Vijana sasa hivi hawana tumaini.
wanatafuta ajira hakuna, maisha yamekuwa magumu. Sio maisha magumu wapendwa, ni roho ya mauti. Tumeishi maisha ya kawaida tukaona maisha yataendelea, kumbe roho imeshaingia ndani. Vijana ndo nasikia sasa hivi afya ya akili, wanavuta bangi, wanalewa, afya ya akili, tumaini limepotea. Leo tunairudisha roho ya uzima, roho ya mafanikio katika maisha yetu. Chukua nafasi hii, omba na kumsihi Mungu. Usichukulie mzaha, usichukulie kawaida. Roho wa Mungu amesema na sisi tufunge, tuombe. Maadamu Mungu amesema tufanye hivyo, na Mungu atatusikia na atatuponya. Mungu alibariki neno lake. Tukutane siku nyingine. Amen.